Yes, hello, habari za wakati huu. Karibu Karatu. Karatu yetu ni njema, atakaye na aje. Kama kawaida bado niko Karatu, nazungumza na watu pia wa Karatu. Na siku leo imempendeza Mwenyezi Mungu pia tukapata session nzuri kabisa ya kuwa na moja ya watu ambao binafsi nawafuatilia sana, lakini pia wamekuwa wanafanya vizuri. Nazungumzia hapa leo hii tupo na mwimbaji wa nyimbo za Injili anaitwa Glory Hele, lakini pia yeye ni mtangazaji. Tutakwenda kufahamu kwanza safari yake ya uimbaji, lakini pia na masuala kadhaa ya utangazaji, lakini pia na vitu vingine vingi ambavyo anavifanya. Karibu sana. Kumbuka pia naitwa MC Hongoli, lakini nipo na Godwell Mbisi ambaye anahakikisha kwamba nyuma ya kamera kila kitu kinakwenda vizuri kabisa kwa siku hii ya leo. Na Glory, mambo poa? Uko vizuri? Ya, niko vizuri kabisa. Nimefurahi kuwa na wewe. Mimi pia nimefurahi sana. Unajisikiaje kuwa na mimi leo? Najisikia vizuri kabisa. Kwa wakati tofauti na mazingira tofauti pia. Okay. Bana, sawa. Tumeshazoea kwa pamoja studio, lakini leo tuko nje na mazingira ambayo tumezoea kwa pamoja. Mimi nakufahamu vizuri. Kwa mtu ambaye akufahamu wewe ni nani? Kwanza kama ulivyosema, mimi ni Glory Hele. Ni mtangazaji. Ndio. Yaani kwa maana kwamba taaluma yangu ni mwandishi wa habari. Lakini pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unaweza pia kuniita mtumishi wa Mungu, ni sawa. Mtumishi wa Mungu. Yes, sawa, kabisa sawa. Lakini pia mimi ni mshereheshaji pia. MC kabisa. Kwa tumekutana na MC. Yes. Anyway, sawa. Sasa mwoshwa ndio maana tuko hapa leo. Umeniambia mwimbaji. Najuaje kama ni mwimbaji? Nataka nipate kionjo kidogo tu. Okay. Tuone kama kweli ni mwimbaji. Watu wanakutazama pale. Sawa. Kuna wimbo huwa naupenda, ni wa kwangu by the way. Tashia kidogo. Mtupe. Anakuona we amini tu, anakuona usikate tamaa, anakuona we amini tu, kwake kuna majibu. Wow. Kuna mlango wa kutoka. Inatosha baba. Ninatosha mama. Kivumbi leo. Bwana, yes. Umesikia na tutazungumza mengi kidogo. Of course sasa hivi ana wimbo mpya kabisa ambao tutakwenda pia kufahamu. Lakini kabla kufika huko, umetuambia ni mtumishi wa Mungu na vitu kama hivi. Natamani kufahamu Glory, hivi cha kwanza kabisa ukiamka asubuhi unafanya nini? Nikiamka asubuhi kitu cha kwanza lazima ni mshukuru Mungu. Okay. Nikimaliza hapo lazima niangalie ratiba za siku hiyo, nimejipangaje na nini. Then baada ya hapo naingia kujisafisha, kuandaa pia familia yangu. Kisha tunaendelea na ratiba za siku. Okay. Sawa. Kwa siku naimba mara ngapi? Tuseme hazihesabiki. Of course sina idadi kamili ya kwamba naimba mara ngapi, lakini kila tu ninapopata chance ya kuimba huwa naimba. Sawa sawa. Yeah. Okay, mimi niko na project yangu kwamba kuitangaza Karatu zaidi. Okay. Na Karatu hakuna matata. Upo Karatu, natamani kufahamu unaizungumziaje Karatu? Wow. Bana, Karatu ni mji mmoja kwanza mzuri sana, niseme hivyo. Na uzuri wake unachangiwa na mazingira, watu, lakini fursa ambazo zinapatikana kwenye huu mji. Okay. Yeah. Kwa wale ambao pengine hawafahamu, Karatu ni mji ambao tumezoea kuita ama unafahamika kama ni lango la utalii, kwa sababu unapotoka Arusha mjini pale na unataka kwenda kwenye hifadhi za utalii, hifadhi za wanyama, lazima
utapitia hapa. Unataka kwenda Serengeti na unatokea mkoa wa Arusha, Moshi, Tanga, wapi, lazima utapitia Karatu, uende Ngorongoro, uende Serengeti na kwenye hifadhi nyinginezo ambazo ziko. Lakini ukiachilia mbali ya yote, hapa tu yenyewe Karatu, kabla hujafika Ngorongoro, kabla hujafika wapi, hapa kuna utalii mwingi sana ambao unapatikana Karatu. Yes. Tuna Wahadzabe wanapatikana huku, ambao sasa hivi tunaona wana trendi sana duniani kote. Hawako sehemu nyingine, ni Karatu. Lakini tuna watu wanafua vyuma, bangili zile, Wadatoga wanapatikana hapa. Tuna, ukija sasa kwenye fursa, kuna fursa za kibiashara nyingi sana Karatu. Hasa kwenye sekta ya kilimo. Tuna kilimo cha zao la kitunguu ambacho hichi ni cha kimataifa. Hakipo tu Tanzania. Kinafaidisha nchi yetu ya Tanzania, lakini na mataifa ya Afrika Mashariki, tunaweza kusema duniani kwa ujumla. Kwa hiyo ni sehemu kubwa. Tuna kahawa Karatu, tuna mahindi, tuna mbaazi, tuna maharagwe, yanalipatikana huku. Kwa hiyo Karatu ni sehemu yenye fursa. Ukiachana na hivyo, ni sehemu pia ya uwekezaji, masuala ya kuna watu wanawekeza hotels za kitalii huku, kwa sababu kabla watu wajaenda Ngorongoro, kabla wajaenda wapi, wanakuja Karatu, wanapata mahali pa kupumzika. Kwa hiyo huku ni mahali pazuri sana ambako mtu unaweza ukachagua wewe sasa, kama utakwenda Ngorongoro, labda tuseme una anniversary, unachagua kusherehekea. Kuna hoteli nyingi sana za kitalii za kuzitumia huko. Okay, umetuambia uzuri vyema kabisa hapo, uzuri wa Karatu. Umetuambia wewe ni mtangazaji, ni muimbaji, ni mtumishi wa Mungu. Vitu vitatu hapo, na mimi nitakuongezea kingine, mchekeshaji. Sijui kama itafaa lakini inabidi ingie hapo na tutaona baadaye kama ni kweli. Okay. Natamani kufahamu safari ya utangazaji na uimbaji. Ya utangazaji kwanza ilianzaje? Ni kitu ambacho unakipenda by force au ilikuwaje mpaka ukawa hapa? Kipindi nikiwa mdogo nilikuwa napenda nikiwa natazama taarifa ya habari au matangazo, hasa yale ya kutazama, kwa sababu yanakuwa yameandikwa. Sasa nilikuwa na tabia ya, wakiwa wanaandika kwa mfano labda ni tangazo la shule, yule si unakuta wameandika pale zile subtitles, alafu kuna mtu anasoma. Sasa nilikuwa na tabia kukimbizana naye, yani nataka nisome kama jinsi anavyotangaza. And ilikuwa inanivutia sana sana sana. And then nilikuwa nikiona mtu labda amekaa anasoma taarifa habari, mtangazaji amekaa anasoma taarifa habari, I was like, inawezekanaje? Kipindi kile unaona kwenye TV and then unafikiri labda anatoa tu kichwani, anafanya. So ile ilinipa interest sana nikiwa mdogo, kuanzia pale nikiwa shule ya msingi hivi mpaka sekondari. By then nilikuwa napenda, lakini nilikuwa sijui kama ndo kitu ambacho natakiwa nikifanye sasa. Tukaenda na nilikuwa na interest zingine. Lakini siku moja nina ndugu yangu pia ambaye yuko kwenye tasnia hii. So yeye alikuwa anaonesha kabisa ile interest kwamba anapenda, ila sio kuwa mtangazaji au mwandishi wa habari. Yeye alikuwa anapenda tu kuwa kwenye media, kwenye sekta zingine, kama kuwa videographer, which ndio kitu anachokifanya sasa hivi. So yeye akasema mimi nataka kwenda kusomea hivyo vitu. Mimi nikasema okay, mimi nitakuwa nakusindikiza. Twende, ni chuo gani? Tukaenda hiyo sehemu ambayo chuo ambacho alikuwa anaenda. Sasa wakati tumeenda tunafanywa mahojiano na nini. Wale watu niliowakuta pale wakawa wanani interview na mimi, na wakasema wewe mbona unaweza kufit in huku? Yes, by the time mimi nilikuwa ninaona yani hiyo ni kama niliondoa fulani. Lakini so baada ya kuni encourage na kuniambia jaribu, unaweza nikaingia, and ilikuwa ni the best decision niloifanya siku hiyo. Unafurahia? Kabisa sana. Na enjoy sana. Hujatokea kujutia? Hapana. Hujajutia? Sijawahi kujutia. Okay, sawa. Kwenye uimbaji. Ilikuwaje ni safari ya uimbaji? Ama ni familia yenu kuna waimbaji, au wewe tu kwamba imetokea kwamba umependa tu uimbaji?
Kwenye familia yetu kuna hiyo tuseme ni kitu sawa DNA iko damuni. Yes. Okay. Baba yangu ni mwimbaji. Mama yangu pia. Okay. Yes. Ni mwimbaji na nakumbuka tena mama yangu yeye ndio kuna nyimbo zake alizokuwa anatutungia sana, tunaimba tukiwa watoto na nini kwenye zile ibada za nyumba kwa nyumba hivyo na hivyo na hivyo. Lakini sasa unajua kwenye familia kuna yule ambaye yani nakuwa imeingia ndani sana kuliko wengine, ijapo wengine pia wanafanya. Yes, sasa nafikiri huyo mtu alikuwa ni mimi. Yes, so tokea nikiwa mdogo, nilianza nikiwa mdogo sana. Na wimbo wangu wa kwanza tunaimbaga mpaka leo kanisani, sijaurekodi by the way, lakini tunaimbaga mpaka leo kanisani. Niliutunga nikiwa niko darasa la 3, nikiwa na umri wa miaka 8. Ndio wimbo wako wa kwanza? Yes. Umetunga ukiwa na darasa la 3? Darasa la 3 nikiwa na miaka 8. Miaka 8. Yes. Bana. Yeah. Unakumbuka wimbo? Naukumbuka. Hebu tuimbie kidogo. Yeah. Unaimba hivi. Tumtegeme Bwana Yesu, tumtegeme Muumba wetu, tumtegeme Bwana Yesu, maana yeye ndilo jibu letu. Yeah. Hujautoa mpaka leo? Si utoa, upo tu. Ni ile katika si nisemeje, hajawahi kuingia kwenye akili yangu kwamba ni utoe. Bana. Kwa hiyo darasa la 3 ulikuwa unajielewa kama hicho unachokifanya au na umeandika mwenyewe kabisa bwana ideas? Yeah, kabisa nimeandika mwenyewe. That's good. Na nilikuwa tu nikiangalia waimbaji wanaimba napenda sana. Yani nanivutia mno. So nikawa najiuliza hivi, wanawezaje kufanya kitu kama hicho, kuandika na nini? I don't know, nafikiri hiyo kitu ilikuja tu automatically. Siku hiyo nilikuwa tu nimekaa, tumetoka ibadani Jumapili na tulikuwa tumefundishwa somo la amelaaniwa amtegemee mwanadamu kwenye kipindi cha watoto, shule ya watoto. Sunday school, yeah. Yes. Na likanivutia, liliniingia sana. Mpaka siku nakumbuka nimekaa nyumbani kaanza kulia mwenyewe. Tutakuwa tumtegemee Mungu. Unajua ile kama yani umeshukiwa hivi na Roho Mtakatifu amekushukia, unahisi kama yani wewe unasemeshwa umtegemee Mungu. So siku hiyo nilianza tu nikafungua Biblia, nakumbuka nikawa nasoma lile neno na nikaanza kusikia kama nisisome niimbe yale maneno, kwa sababu nilianza amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu, imeandikwa hapo, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, lakini amebarikiwa mtu yule ana. Kwa nikasoma kwa style ya kuimba and I was like kumbe huwa ndo hivi. So ilianza kama hivyo. Sawa. Yeah. Ni mwimbaji gani anakuvutia zaidi kwenye muziki wa Injili? Hapa nchini Tanzania au? Yeah, hapa nyumbani Tanzania. After nitajia na nje pia. Wananivutia wengi. Nataka wawili. Nikiwa mdogo alikuwa ananivutia sana Rose Muhando. Nikiwa mdogo. Malkia wa muziki wa Injili Tanzania. Katika kukua akaja Angel Bernard. Okay. Yes. Na mpaka leo iko hivyo. Na kwa wa kiume ananivutia sana Paul Clement. Yeah. Okay. Sawa. Bana, waimbaji ambao Glory wanamvutia zaidi. Okay, sasa hivi tumeona pia una nyimbo mpya. Mpaka sasa mtuambia ni msanii na vitu kama hivyo. Na mimi ni mwimbaji. Umeachia ngoma ngapi mpaka sasa hivi ambazo ni rasmi? Ambazo ni rasmi kwa kweli ni 3 tu. Okay. Ni 3. Uko nyuma zipo nyingi sana, nilikuwa nazirekodi studio na ziacha. Rekodi na acha. Lakini siku moja kuna mtu akaniambia, sasa wewe uwaga unatuhudumia tu kanisani, lakini tunataka hicho ulichonacho tuishi nacho. Na nikasema okay, nafikiri inabidi hivyo. Okay. Yeah. Kwa sasa nimeamua sasa isiwe tena ile tunaimba tu, manake nilikuwa nimezoea kuimba tu kanisani na niliona inatosha. Kwangu mimi binafsi niliona inatosha, lakini nimekuwa nikisikia kwa muda mrefu sana, tunataka tusikie kazi zako, tunataka tusikie nyimbo zako mwenyewe. So
nafikiri wakati umefika. Okay. Yeah, kwa hiyo iko hivyo, safari imeanza na itaendelea sana. Wimbo wako wa mwisho ni wimbo gani? Wimbo wangu wa mwisho, maisha yangu nimekupa. Maisha yangu nimekupa. Kwa nini maisha yangu nimekupa? Siku hiyo nilikuwa naenda kazini asubuhi. Nilikuwa natembea, kuna kamvua fulani hivi. Na nikawa najiuliza mambo mengi sana kuhusu maisha yangu na nini. Ndo wimbo huo ukatokea kwamba inabidi katika haya maisha kumpa Mungu nafasi ya kwanza na kujisalimisha ipasavyo. Na nikawa nakumbuka pia ile story ya Daniel kwenye Biblia kwamba yeye alikuwa anampa Mungu nafasi kwenye maisha yake angalau mara 3 kwa siku. Okay. And then nikakumbuka kuna historia pia za watu wengine ambao tunaambiwa wao wanasali hata mara 5 na zaidi. Nikagundua kwamba katika haya maisha njia pekee ni hiyo ya kumpa Mungu nafasi. So siku wakati natembea barabarani na najitafakaria sana maisha yangu, ikaja tu hiyo melody kwamba kila nitakapokuwa naamka asubuhi, ni kama ni wimbo ambao pia unanikumbusha mimi binafsi kwamba nikiwa na usikiliza najua kwamba kila asubuhi natakiwa nikiamka nianze na Mungu, ikifika mchana ni muhakikishe kwamba Mungu yuko na mimi, na ikifika pia jioni nimshukuru kwamba amekuwa na mimi siku nzima na bado namhitaji. So that's the point. Okay. Na mpaka sasa hivi wimbo pengine unapatikana wapi? Unapatikana YouTube, bado ni kwa njia ya audio, video inakuja. Okay. Yes, bado sijaanza kufanya video yenye wimbo wangu hata mmoja by the way. Sio gharama. Ni utayari. Sitamani tu kufanya kitu ambacho yani natamani nikifanya kitu kiache hadithi nyuma ya kile ninachofanya. Okay. Yeah. Sawa. Okay, maisha yangu nimekupa wewe. Ulitumia muda gani kuandika wimbo? Huo wimbo umetumia chorus yake ile kabla ya mahangaiko yangu ya kila siku. Hiyo ilitokea hiyo asubuhi na nikaiandika na nikaiweka. Then nikakaa kama wiki kapita, nikaja nikaandika verse ya kwanza. Baadaye nikatulia. Verse iliyonipa ugumu sana ni verse ya pili, kwamba niseme nini sasa hapa. Inaimbaje? Hem tusikie. Verse ya pili ambao mwishoni nikaja nikainukuu kwenye kitabu cha Tenzaroni ile, Bwana usehemu yangu, rafiki yangu ni wewe. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu ni wewe. Katika safari yangu nitatembea na wewe, uongoze njia zangu, maisha yangu utawale. Yesu, wewe ni wangu wa milele. Hiyo. Sikia hapo hivi. Okay. Kwa hiyo sio kazi nyepesi sio nyepesi. Mimi na maswali machache hapa. Okay. Ni zamani tulikuwa tunajifunza maswali ndio hapana, lakini utachagua kimoja kati ya ambacho nitakuuliza. Sawa. Kuimba au kutangaza? Kuimba. Okay. Kusifu au kuabudu? Kuabudu. Yes. Wali ugali? Wali. Safari marafiki? Safari. Okay. Yes. Sawa. Maswali mengine sasa, kwa sababu sitaki maelezo, nimesema tu. Yes. Ni yupi mwimbaji wako uliniambia kuabudu Ni yupi mwimbaji ambaye kwa kweli unaamini ndio mwimbaji nguli zaidi katika muziki ama muziki wa injili hapa nyumbani Tanzania wa kuabudu? Ayo wa zamani au hata wa sasa, ambaye unasema wa kuabudu? Boaz Duncan. Okay. Yeah. Kwa kweli kwangu mimi number 1. Boaz Duncan. Unataka niendelee? Okay, huyo ni kwa upande wa kiume. Yes. Kwa upande wa kike? Kwa upande wa kike Rehema Simfukwe. Kwa kweli kwangu mimi yes. Ya kwa hiyo kuna kwa upande wa kiume Boaz Duncan. Yes, lakini na ninaye mkubali pia Paul Clement, pia naye anafanya vizuri sana
kwenye worship, lakini kwenye upande wa kike anakuja Rema Simfukwe, lakini pia hata Angel Bernard. Okay. Hizo ni kwenye kuabudu. Yeah, kwenye kuabudu. Mimi namkubali sana Victor Maestro. Yes. Come on. Yes. Maestro anakuvutia. Kabisa. Akishasemaga tu mnachezaga wapi? Wow. I love that. By the way, ni mwimbaji wa kusifu ambaye hasifu tu kwa sababu anasifu, lakini nyimbo zake zinabeba vitu ndani. Okay. Yeah, nyimbo zake zinabeba vitu ndani. Moja kati ya nyimbo zake ninazozipenda sana ambazo ameimba na timu yake ni ule haujakaa sana kwenye kuchangamka sana, lakini umechangamka. Napenda sana wimbo wa Nimeziona Baraka za Bwana. Ambao watu nafikiri wangetegemea baba niseme ile amejibu maombi, sijui naruka kama tai, lakini Nimeziona Baraka za Bwana ni wimbo ninaopenda. Lakini kuna wimbo ambao sasa hivi uko kwa nani yake kwenye EP yao hiyo mpya ambao wameachia hivi karibuni, album yao ambao ni tuseme nimesahau title yake by the way, lakini wa kuwakaribisha watu kwa Yesu. Yeah. Kwa gani ambao unaamini ilifanya poa na inaendelea kufanya poa mpaka sasa? Kwaya ambayo ilifanya poa na inaendelea kufanya poa mpaka sasa wapo Neema Gospel Choir. Okay. Okay. Swali jingine ambalo naweza kukuuliza hapa. Kuna hizi nyimbo zimeimbwa na Kijito Nyama. Okay. Hakuna Mungu kama wewe. Alafu kuna ile Simba wa Yuda. Alafu kuna ile hakuna hakuna mwanaume kama Yesu, hakuna. Hakuna. Mtajie hapo ipi ngoma yako kali zaidi? Hakuna mwanaume kama Yesu. Ameimba Kijito Nyama wimbo. Yes, sahi. Hizo tatu yani. Ipi kali? Hebu rudia tena. Simba wa Yuda. Hiyo. Hakuna mwanaume kama Yesu. Unaelewa? Unaona nani? Kijito Nyama. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wewe mkali. Hakuna Mungu kama wewe. Unaweza muda wote. Huo ni wa muda wote. Sasa hivi tumeona teknolojia imekuwa sana na kuna nyimbo nyingi ambazo zina trend. Zimeimbwa na kwa maana teknolojia imekuwa kiasi kwamba sasa hivi unaweza ukakaa zako tu ndani ukatengeneza wimbo kupitia AI, artificial intelligence. Ni kwa namna gani unadhani imeathiri muziki wa Injili? Inaathiri. Ina athari zake, lakini ukitumia kwa njia nyingine inaweza kukujenga. Kwanza inaathiri kwamba watu sasa hivi wameona tuhamie huko, kwamba ni rahisi kwa kupatikana kwa urahisi, yani mtu usumbuki sana kwenda studio, sijui kwenda wapi kurekodi, sijui kuumiza kichwa. Ubaya wake sasa ni kwamba tunapoteza vipaji na karama ambavyo Mungu ametupa. Kwamba badala ya ku appreciate ama kuthamini vipawa na karama Mungu alivyotupa sisi, tunachukua vile ambavyo ni artificial, tunavi embrace ama tunavipa uzito, tunaviinua kuliko vitu halisi. Kwa hiyo iko hivyo, lakini sasa kwa njia nyingine pia ukisikiliza nyimbo za AI kwa mtu ambaye labda anataka kukua, hasa kwa watu wa production, watu ambao wanapika muziki, wanaweza kutafuta baadhi ya mambo hapo. Kwamba AI kafanya hivyo, lakini hebu sisi hatuwezi kutengeneza kitu kwa mikono yetu, kwa akili zetu ambazo Mungu ametupa, zikafanana au zikazidi hicho ambacho kiko kwenye AI. Umeona? Kwa hiyo hii inatupa challenge kuanzia wanamuziki, waimbaji wenyewe, wanaopika muziki, kwamba AI haipaswi kuwa bora kuliko sisi, kwa sababu sisi ndio tumewekewa vitu ndani. Kwa hiyo wewe umejipanga vipi kabla na changamoto hiyo? Unajua, unaona mpango wa kutumia AI? Sababu sasa hivi naona hata kuna wengine ambao sio mwimbaji hata nanili, lakini sasa hivi naye
anafanya kwa sababu AI ipo. Wewe umejipangaje kutokana na changamoto hiyo? Napenda kuvitoa vile vilivyo ndani yangu mimi nikavileta nje kuliko kuchukua vya nje nikaanza kuvitumia afu vya ndani vikafa. Kwa hiyo mimi naamini sana katika kutengeneza bado. Yani bado mimi sioni kama AI inatakiwa ni overtake. Okay, unaweza kuiga sauti ngapi Glory? Au kuigiza sauti ngapi? Hello. Tuseme naweza kuigiza labda lugha za lafudhi za tofauti. Kimasai labda, Kiiraki kidogo. Chiaya pia. Tuone waza na Kiiraki hapo hivi mfano. Kiiraki, Wairaki wanaongea yani. Wairaki. Kwa mfano tuzungumzie nini sasa? Chochote unachosikia. Wairaki. Unaweza tukasema jamani Gera tumechelewa nyumbani eti tunataka kwa studio sasa tukafanye kazi za studio na mne tukalisha hapa na giza limeingia. Giza litatupeleka mahali pabaya inabidi tuondoke. Jamani. Hao ndo Wairaki. Wamasai koje? Masai ni kitu kwanza ni kitu ambayo ni ya kufurahisha, ni lugha ambayo inasikilizwa dunia nzima. Naona hiyo kijana amesimama hapo mbele yako. Hiyo kijana sio Masai. Lakini najua kwamba hiyo kijana alishapitiaga taratibu zile za kwetu za Kimasai. Hiyo kijana anasijua vizuri. Wewe unaweza ukamfuata kwa ushauri kama unataka kuoa binti ya Kimasai, akakusaidia. Yeye pia ana mchumba yuko tumboni hajasaliwa bado. Ameamua kufuata sio wa kwetu lakini ameamua kuiga. Naona anapendelea hizo vitu. Bana. Wahaya wanaenda vipi? Wahaya sasa hiyo yani tabia za Kiaya, si unazijua? Mwendo wa kwenda na ndege chooni. Unampeleka mtoto shule unamshusha na helikopta. Mwaya kwake nyumbani kwake yani yeye kwanza anakuambia yeye ameweka rami mpaka chooni, hamna masuala ya kuingia ovyo ovyo kwenye nyumba za Chiaya. Chiaya watu wameendelea. Kule mtu akitaka tu aba kwa mfano anataka kupika chakula cha nyumbani kwake, anatafuta ushauri kwa mashefu wabobezi wa Ikulu. Hachukui mashefu wa ajabu. Kwa mfano mimi naweza nikainua simu sasa hivi nahitaji tu labda kupika chakula cha mume wangu nyumbani. Nainua simu napiga haro. Naomba niunganishie kwa shefu anayempikia mheshimiwa rais. Ananiunganishia hapo nazungumza naye. Chapu kwa haraka. Na chakula tunachokula sisi sio chakula cha Kiswahili, ni chakula cha Kiingereza. Hatuli vyakula vya Kiswahili. Bana. Vyote hivyo unajifunzaga au inakuagaje? Au ni kitu tu yani kama hivyo yani? Watu wanavifurahia sana. Alafu na ulivyo ufanani. Kwanza kabila gani? Mimi Mchaga. Mchaga? Mimi Mchaga. Pesa ndo nyumbani kwetu. Wachaga. Bana sawa. Nataka nishangae bwana. Mimi nimefurahi kuwa na wewe Glory. Nimefurahi pia. Neno moja kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi kwenye kazi zako, cha kwanza. Afu jambo la pili nataka uniambie kwa kifupi sana. Mtu anatamani kuwa kama Glory. Mtu anatamani kuwa kama Glory, swali limekuwa gumu sana. Lakini tuangalie kamera kule hivi. Niseme tu kwamba kuwa kama Glory inawezekana, sio kitu kigumu. Ni wewe kuweka nia na sio kutaka kuwa kama mimi. Let's say unataka kuwa kama wewe, the real wewe. Sababu kila mtu ana uhalisia wake yeye kwamba labda nataka kupasiu ndoto fulani, nataka kufikia ndoto fulani. Inawezekana. Weka nia, amua kwa dhati, mshirikishe Mungu, alafu fanyia mazoezi, jifunze kwa bidii kutaka kuwa vile unataka kuwa. Inawezekana. Kazi zako tu support vipi yani kazi zako? Kazi zangu kwanza, support ya kwanza ambayo mimi unaweza kunipatia ni kwa kwenda kule YouTube na kuzitazama kazi zangu na kuzisikiliza. Hiyo ni support moja kubwa sana ambayo unaweza kunipatia. Yes.
lakini pia kwa vile ambavyo Mungu atakugusa wewe kunisupport kwa maombi, pengine kwa mialiko, mnataka tufanye huduma pamoja. Sawa. Karibishwa sana. Sawa. Siku hizi unafanya pia MCA? Ya kabisa. Okay. Kwa hiyo simziite ndugu zangu, mimi nafanya sherehe zote. Sherehe zote za aina zote unazifanya? Za aina zote. Sherehe zote. Basi. Yaani hapo Kiingereza, Kisukuma, Kichaga zote ndani. Zote. Bana, mimi nikushukuru sana. Yeah. Wasaa mzuri kabisa bwana kuweza kuzungumza. Tunapiga story na watu ambao wapo ndani ya Karatu. Yeye ni Mchaga, lakini kama unaweza kumsikia tumezungumza mengi sana. Of course imekuwa wakati mzuri. Yeah. Lakini nitoe shout out nyingi sana pia kwa watu ambao wamehusika sisi kuwezesha interview yetu hii. Kwanza kabisa ni eneo ambalo tupo hapa, nazungumzia Home Pressed Garden, ambapo hapa eneo hili ni maarufu sana sasa hivi kwa wilaya ya Karatu, lakini pia namzungumzia dada yangu mzuri kabisa Martina Keki, ambaye anapika keki za masherehe mbalimbali. Akasema vijana wangu njoni mfanye hapa kipindi chenu vizuri kabisa. Kwa hiyo na sherehe yako na birthday pia, karibu pia hapa Home Pressed Garden, ambako unaweza kufanya sherehe yako, birthday, harusi, send off, kitchen party na vitu kama hivyo. Lakini pia kwa mahitaji ya keki unapata kwa Martina. Lakini pia nimshukuru pia aliyekopo nyuma ya kamera, namzungumzia Godwell Mbise, lakini sisi tulikuwa mbele ya kamera, yeye kwa nyuma ya kamera kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa vizuri kabisa. Usiache pia kulike, kucomment, una maswali pia wewe angusha hapo, mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Jina langu zuri kabisa naitwa MC Hongoli, niite nami nitakuitikia. Hadi wakati mwingine tena. Ciao.